Habari za leo tena mpenzi mtazamaji na wewe ambaye unanifuatilia, na kama bado hujanifollow unaweza ukanifollow kwenye mitandao ya kijamii LinkedIn, Instagram, Facebook kwa majina ya Paul Simon Gregory, na tutakuwa pamoja katika makala na machapisho mbalimbali. Anyway, leo nataka tujadiliane jambo moja. Kuna vitu viwili hapa katika uongozi. Kuna kitu kinaitwa nafasi na kuna uongozi. Mara nyingi watu tunakuwa tunachanganya hivi vitu viwili, nafasi na uongozi. Lakini ukweli ni kwamba uongozi ndio ulianza kabla ya nafasi. Ukitaka kuelewa hili, wakusanye watoto wenye tabia tofauti tofauti, wape michezo ya aina tofauti tofauti washiriki bila kuwachagulia uongozi wowote. Wataanza na nafasi sawa, lakini mwisho wa siku utakuja ugundue katika kundi lile kuna kiongozi ama viongozi watapatikana. Aidha utawaona wakiwa wanatoa maelekezo ama wakiwa wanaongoza njia namna ya kufanya jambo fulani katika hiyo michezo mbalimbali. Kwa hiyo kabla ya nafasi, uongozi ndio ulianza. Sasa watu wengi wanakuwa wanachanganya. Pale mtu anapopewa nafasi ya kuwa kiongozi fulani, meneja, mkuu wa idara, mkurugenzi, ama nafasi yoyote ya kijamii ama kisiasa. Kwa hiyo kwa nafasi ile anatafsiri tayari yeye ni kiongozi na ana uwezo na sifa zote za kiongozi. Hiyo si kweli. Ukweli ni kwamba unaweza kuwa kiongozi bila kuwa na nafasi. Mwandishi wa kitabu cha The Leader Who Had No Title, Robin Sharma, anazungumza vizuri katika kitabu chake kwamba uongozi si nafasi, si jina, bali uongozi ni kuwa na uwezo wa kuongoza njia watu wakafata, ni kuwa na uwezo wa kuwatumikia watu na kuwa na uwezo wa kuonesha ama kutoa matokeo katika kila ambacho unakiongoza. Sasa hii inatokea na watu inawaletea shida sana. Mnaweza mkaa ofisini pale, kuna mtu ana nafasi, ana ile title, lakini kimsingi kuna mtu huku chini yake hana ile title, lakini huyu mtu ndo ana influence katika ile timu. Huyu mtu ndo anatengeneza matokeo katika ile timu. Sasa kiongozi yule linaweza likamletea shida. Kumbe hapa ni understanding kwamba kuna nafasi na kuna uongozi. Sasa unapopewa nafasi na bahati mbaya sana ukawa hujapita katika huu mchakato wa kutengeneza uongozi ndani yako, jambo unalopaswa kufanya, hatua ya kwanza jitambue. Hatua ya kwanza ya kiongozi yoyote anayetaka kutengeneza safari ya uongozi wenye mafanikio, hatua ya kwanza ni yeye kujitambua. Sisi wakufunzi na wataalamu wa L&D, Learning and Development, kuna mambo makubwa matatu huwa tunayazingatia kwenye kujifunza. Huwa kuna skills, kuna knowledge na kuna attitude. Kwa hiyo kuna maarifa, ujuzi na utayari wa mtu kupokea jambo na kuanza safari ya kubadilika. Kwa hiyo kiongozi, hatua ya kwanza unapotaka kutengeneza, wewe kiongozi mwenye nafasi na bahati mbaya labda hujatengeneza uongozi ndani yako, hatua ya kwanza ni kujitambua. Sasa nitakuwa na fundisha hatua moja baada ya nyingine, na zaidi sana nitakuwa najikita katika vitabu viwili hasa. Ni The Leader Who Had No Title cha Bwana Robin Sharma, na kitabu kimoja kinaitwa The Seeds of Leadership. Hiki kimeandikwa na Bwana Willy Lukang kutoka kule Uchina.
Okay? Nitajikita katika vitabu hivi. Kwa hiyo naomba nikualike wewe ambaye inawezekana umeshaanza safari ya uongozi, unatamani kuanza safari ya uongozi, na inawezekana una nafasi, lakini safari ya uongozi ndani yako inahitaji mchakato. Ninaomba utakuwa unanifuatilia. Kila siku nitakuwa tunapitishana katika hatua moja baada ya nyingine. Nikukumbushe tu, uongozi sio nafasi. Uongozi ni uwezo wa kuonesha njia, wengine wakafata, na kuunganisha timu yako katika lengo moja ili muweze kupata matokeo. Sasa kama una nafasi na ukaunganisha na uongozi ndani yako, hapo ndipo utakuwa upo kwenye mstari sahihi wa tafsiri ya uongozi katika hiyo nafasi unayoitumikia.